Alikuwa anajibadilisha kuwa paka na kuingia ndani, kisha anaanza kuwanga kila siku. Nilimkuta akiwa amelala kwenye kitanda changu. Tulikuwa tukimwekea chakula chini kama paka wengine, lakini cha ajabu, alikuwa hali chakula hicho. Aliishia kunusa tu na kuondoka. Mke wangu toka nimuoe hakuwahi kupata mimba kabisa. Pembeni ya nyumba yangu aliishi jirani yangu Mama Nshoma. Alikuwa na binti yake mmoja. Wakati nikiwa bachela, binti huyo alijisogeza sana kwangu. Alikuwa mwepesi wa kunisalimia asubuhi na kuniuliza, lini unaoa? Nilimjibu, Mungu akipenda nitaoa tu. Mama Nshoma alikuwa anamwagiza mwanaye kunitega mitego ili niweze kumwoa, lakini mimi sikuwa na wazo lolote kuhusiana na mahusiano na mwanaye kabisa. Ndipo muda wangu wa kukaa bachela uliisha. Nikampata binti wa Kisukuma mwenye heshima zake. Nilimchukua mpaka nyumbani. Asubuhi, kama kawaida, yule binti wa jirani alikuja kunisalimia. Alipogonga mlango, alifunguliwa na mke wangu. Binti huyo aliganda mlangoni, akiwa anashangaa kuona nimeoa. Alirudi kwa mama yake, kisha akamwambia, Mama, Limbe kaoa. Ndipo vita ikaanza. Usiku ukiingia, taa ambazo nilikuwa nikiwasha ifikapo usiku wa manane zilikuwa zinazimwa. Sauti za kutisha zilikuwa zinaongea nje. Nilichungulia, lakini sikuona chochote kile. Asubuhi, paka mdogo alikuja nyumbani kwangu. Akaja mpaka nilipokuwa nikila na mke wangu. Nilimuuliza mke wangu, umeleta paka bila kuniambia kwamba unataka kufuga? Lakini mke wangu alisema, paka huyu mimi sio wa kwangu, atakuwa wa majirani. Tulimwekea chakula, lakini aliishia kukinusa tu. Kisha alienda mpaka kitandani, akapanda na kulala kama paka mwenyeji. Mama Nshoma kila nikimsalimia anaitikia kwa unyonge sana. Nilikuwa nikiondoka baada ya kumsalimu, alikuwa akiniangalia sana, na mimi nilipotezea tu. Siku zikaendelea, lakini mke wangu hakupata mimba kabisa. Nikajua ni mgumba. Asubuhi mapema naamka, nakuta nguo za mke wangu zimetupwa mlangoni, na huyo paka akiwa amelala juu ya nguo hizo. Nilimwamsha mke wangu na kumuuliza, nguo zako uliziacha mlangoni kwa nini? Naye alibaki akishangaa tu, lakini yule paka aliinuka na kupotea ghafla. Ndipo mashaka yakaanza kunishika juu ya yule paka. Muda wa kula chakula cha mchana, tukiwa tunakula, paka huyu aliingia ndani taratibu, na mimi nikasema, huyu paka mbona amekuwa na mazoea sana? Nikachukua fimbo, kisha nikaanza kwenda taratibu. Nilipotazama kitandani, nilimwona paka yule akichukua nguo za ndani za mke wangu. Nikasikia sauti kama ya mwanamke akisema, huwezi ukazaa wewe, kwa sababu umeziba nafasi ya mwanangu. Kila mkiwa kwenye tendo la ndoa, mbegu zenu zote nitazichukua, kisha naziua. Nilimsikiliza, kisha hasira ilinizibi. Nilishusha fimbo huku nikisema, kumbe wewe ndio unafanya mke wangu asipate mimba. Nilimshushia fimbo za kutosha bila kuogopa lolote. Yule paka alilia sauti ya kibinadamu kabisa. Nilimuua ghafla. Ghafla binti yake Mama Nshoma akaja anakimbia akisema, mama amezimia. Nilienda kwenda kumsaidia, lakini nilipomtazama sura
ilikuwa ya yule paka ambaye nimemuua. Watu walikuja wakilia, lakini mimi nikimtazama, naona wanalilia paka kabisa. Niliondoka taratibu, nikiacha wakililia paka. Ndugu zangu, sasa hivi ulimwengu umebadilika sana. Uchawi upo mpaka kwenye viumbe visivyodhanika. Shetani huvitumia. Hebu kuwa makini sana na paka au kuku. Basi, usisahau neno pamoja ili kutazama simulizi zingine zijazo. Pindi tu tuwekapo simulizi mpya.